Nakwambia Mungu hawapiganii watu wavivu. Nikakupa mfano wangu. Mimi kama mchungaji, regardless unaelewa au uelewe, unaamini au uamini, lakini ratiba yangu ya leo nina ibada. Nikimaliza ibada leo, kesho saa 12 za asubuhi niko hapa EFM nasoma magazeti. Kuna watu wanasema hatujazoea kuona mchungaji anasoma magazeti. Mchungaji gani anasoma magazeti? Hawajawahi kuona. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wengi wamezoea au wanatamani kuendelea kuona vitu wanavyovijua wao. Mungu akikupa revelation mpya wewe hawajawahi kuona, wananyosha kidole. Bwana Yesu apewe sifa. Hatujawahi kuona. Kama hujawahi kuona, mimi niko hapa ndio wa kwanza. Kuna ubaya gani kuendelea kuona? Kuna ubaya gani kuendelea kujifunza? So saa 12 niko hapa nasoma magazeti. Namaliza saa 3. Nikitoka saa 3 hapa nainua mguu naenda ofisini. Naenda kuchakalika, naenda kukimbizana. Nikitoka hapa nimeenda shambani, naenda kupambana. Kwa nini? Kwa sababu ninajua baraka yoyote ninayotamani Mungu aifanye kwenye maisha yangu itatokea pale ninapoinua hatua kwenda kufanya jambo. Ndio sikia Mungu anasema nitabariki kazi za mikono yako. Unafanya nini rafiki yangu ili Mungu akubariki? Mungu hadili na watu wavivu. Kwanza Mungu anakerwa sana na mtu mvivu. Angalia, let me show you. Kitabu cha Kumbukumbu 20 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza. Anasema utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, anasema usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Kumbe hata kama unaenda kwenye hayo mapambano, nenda. Kile Mungu anafanya, anaenda na wewe kwenye mapambano hayo unaenda kupambana. Kwenye hiyo kazi unaenda kufanya, Mungu haendi kukufanyia wewe kazi. Haleluya. Umelala nyumbani, imagine hivi tunavyozungumza sasa hivi ni saa 2 na dakika 5 na dakika 4. Uko nyumbani umelala. Unanena kwa lugha, mwana wa Mungu. Kesho saa 3 asubuhi, mwana wa Mungu uliyookoka, 3 asubuhi unashandaliza raka rikori ya masa reposhata saa 3 asubuhi. Well, tunasema inawezekana anaingiaga kazini saa 4, saa 5. Mpendwa katika Bwana, uko magotini unamlilia Mungu. Jumatatu same thing. Jumanne ukiulizwa unasema Baba bado hajajibu maombi yako, na unautarajia ukuu. Unasema kesho yangu ni kesho njema. Kesho njema inatengenezwa na leo. Mungu hawezi kufanya muujiza kwa mtu mvivu. Hata fanya hiyo biashara. Kwanza mtu mvivu akibarikiwa, hiyo baraka itapotea. Nimewaona wapendwa ambao walikuwa kwenye kazi wakafukuzwa na wameokoka. Yesu ni Bwana. Kwa sababu kazini sisi hatukuajiri kwa sababu unajua kuomba. Tunakuajiri kwa sababu unajua kufanya kazi. Ukiajiliwa wewe uliyeokoka, nenda ukapige kazi kama mtu ambaye hajaokoka. Ndio sababu utaona aliyeokoka hapati promotion kazini, ambaye hajaokoka anapata promotion. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliyeokoka unaamini kwenye maombi tu na hutaki kujituma. Hautaki kuwa mbunifu kwenye kazi unayofanya. Unasema hii hapana, hii wakiniona mpendwa, hapana wakiniona nafanya. Yaani mimi imagine hapa nimeajiriwa nje kusoma magazeti. Nishike tu gazeti niseme nafungua gazeti la Mwananchi. Mwananchi ukurasa wa 2 unasema Rais Samia atoa bilioni 6 kujenga barabara. Naenda ukurasa wa 3. Na wakati mwingine hadi unachapia kabisa. Mwananchi sura ya 3 inasema yani